Please turn with me the book of 1 Samuel. Nataka nizungumzie kuhusu God uses the overlooked. 1 Samuel 17. God uses the overlooked. Mungu anatumia wale ambao watu wamekosa kuwaona, wale ambao wamedharauliwa, wale ambao waonekani, au ndio Mungu anatumia. Praise the name of the Lord. And when I was praying, I was reminded to say this like you. God uses the overlooked like you. Mtu ambao umedharauliwa, mtu ambao hajulikani, mtu ambao hata hawezi kuitwa kwa meeting, mtu ambao hata kwa familia jamii inaweza kumit na waombe ombi la mwisho hata akiwa yuko na waseme tumemaliza maombi. Mtu ambao haonekani, hao ndio watu Mungu anatumia, na wewe ni mmoja wao. Kama washauti amen. Wewe ni mmoja wao. As I conclude this message, I know utakuwa kwa level ya kujielewa ya kwamba in this locality, in this community, we might not be known, but God is going to use us to turn this community upside down in the name of Jesus. Am I talking to somebody? Praise the name of the Lord. Nataka nisome verses nikiruka, lakini kuanzia verse 1 to the last verse is about David and Goliath. Goliath, in a brief, Goliath alikuwa a trained soldier, a trained man ambao yeye alitolewa upande wa priest, akatolewa ili aende kuwakilisha. Goliath alikuwa mtu mkubwa sana, mtu ambao kwa kimo alikuwa mrefu sana, mtu alikuwa anaheshimiwa na watu. Anaposimama watu walikuwa wanajua tumelete yule ambao tunajua hawezi shindwa. Praise the name of the Lord. Goliath alikuwa na wadharau wa Israeli. Alikuwa anatembea akinena maneno ya kutukana wa Israeli. Akipitia pale anawatukana. Biblia inasema for 40 days and 40 nights. Akirudia tu, nani katikati yenu anaweza kunifanyia chochote? Anawatukana. Haleluya. Na watu wakawa wote wamekasirika. Kila mtu anauliza, huyu mwanaume ataendelea kutukana Israeli mpaka lini? Na kila mtu alikuwa anakasirika, including the king. Bwana asifiwe. Mfalme hakuwa anafurahia hayo maneno, maana nchi yake inadharauliwa, Waisraeli wananenewa mabaya, na akimaliza kuwatukana anapita tu, anarudi tena, anahakikisha hao watu amewanenea madharau. Bwana asifiwe. Are you aware in this community, kukiwa kuna watu wananenewa madharau is the church. Mwaki anasema amen. Wewe unakaa kama mgeni. Nasema kukiwa kuna watu wanadharauliwa is the church. Jaribu kusema amen. Haipropoko yu uelewe tuko wapi. Kanisa inadharauliwa.
na kanisa inadharauliwa not because inastahili kudharauliwa, maana imejiposition to a level ya kudharauliwa. Praise the name of the Lord. Because church, we think that the so-called big churches ndio wanaweza kuchange the community. Bwana asifiwe. They knew the guys who are strong like Eliab ndio wanaweza kudeal with Goliath. Hiyo ndio walikuwa wanajua, na kwa hivyo walikuwa wanatembea wakisema, wacha tulete yule wetu ambao ako na nguvu. Lakini kuna mtu alikuwa aonekana, na nimesema ni wewe. Amen. Oh, come on. Nasema ni wewe. Amen. Kuna mtu ambao watu hawakuwa wanataka kumtambua, by the name David. Praise the name of the Lord. Amen. Because he was lastborn, mtu ambao alikuwa analisha kondoo za baba yake kule msituni, watu wakiwa na meeting can continue without him. Na ishe, anything can continue in this nation without we being recognized. Hallelujah. Amen. Na kitu ikipitishwa wanasema ni kanisa. Amen. Na kitu ikipitishwa wanasema pastors walisema, na hata hatukujulikana. It's good to know wale watu ambao, praise the name of the Lord, God is going to use them are the men and the women who are overlooked. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Are you getting the message? Yes. God is going to use men and the women, that is you, ambao au kuhesabiwa kama uko, au kuhesabiwa kama wewe ni mtu wa maana, au kuhesabiwa kama wewe ni mtu wa familia hii. Decisions ikitolewa unasikia kanisa ilisema, na hata wao ujue. Hallelujah. It's a right time now to lift our areas na to connect na mwenye nguvu. Tukiconnect na mwenye nguvu, hao ambao wanatudharau, they will salute us. Hao ambao wanatudharau, they will give way. In the name of Jesus. Are you getting what I'm saying? Kuna watu wametudharau for a long time, na kazi zao ni kusema yule kijana ambao analishanga kondoo na huko amekuja. Good news ni kwamba huyu kijana alitumwa, akaambiwa go ukaangalie ndugu zako. Alitumwa na baba yake aende akaangalie ndugu zake. Hakuwa ametumwa aende vita, alikuwa ametumwa aende akaangalie ndugu zake, aletee baba yake report. Na akaenda akasikia vile Goliathi anadharau watu, anapita akitukana Waisraeli, akakasirika ndani ya moyo wake. Praise the name of the Lord. Kunahitajika mtu katikati yetu ambaye atasimama aseme enough is enough. Lazima kanisa ijulikane mahali iko. Hallelujah. Si lazima ijulikane from the firstborn, inaweza kujulikana from the lastborn. In the name of Jesus. And I said it's you ambao unajidharau. Hallelujah. Si lazima kanisa ijulikane kupitia wale watu ambao wako na nguvu, wako na heshima zao. Kanisa inaweza kujulikana kupitia kijana ambaye alidharauliwa, akakaa kwa kijiji, ajulikani ni nani. Lakini I assure you, God of Israel is going to use men
other men, they have overlooked them. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ako tayari kuwatumia. But I want to let you know, it's good to avail yourself. Hallelujah. Amen. When you avail yourself, you are telling God, God, use me because I am available. Niliona watu wakichezewa ya kutosha. Goliath anapita ananena maneno machafu, anatukana watu. Daudi akauliza, na yule atadilu na hii Goliath atapewa nini? Mfalme akasema, nimeahidi yule ataniondolea hii aibu, nitampea bibi yangu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nimeahidi yule ataniondolea hii aibu, nitampatia bibi yangu, nitakuwa in-law huyo mtu. Praise the name of the Lord. Daudi akasikia hayo maneno na akakumbuka. Bwana asifiwe. And when I remember those days, huwa naingia hapa na ujasiri mkuu, because I know God is ready to use men even today. Amen. Hallelujah. Amen. Kukiwa kuna watu kupitia hii mikono walipona wakatembea, God is ready to use even men in this house today, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. It's a right time to declare ya kwamba haitawezekana tuendelee na kudharauliwa, watu waendelee na kutukana Mungu wetu. Oh my God, am I talking to somebody? Ni vizuri udeclare kutoka ndani ya moyo wako, useme, hao watu nimeona wakidharauliwa, na mimi ninajua zina ujuzi kama hao, zina nguvu kama wale, lakini niko na Mungu. Oh, come on, am I talking to somebody? Niko na Mungu ambao akiwa ndani yangu, all things are possible. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. I said all things are possible. Amen. You plus Jesus, you can do exploits. Amen. You plus Jesus, you can deal with Goliath. Amen. You plus Jesus, you can deal with infirmities in your family. Amen. You plus Jesus, you can deal with diseases from your family. In Jesus' name. Amen. Morning, the Spirit of the Lord was reminding me that kuna maugonjwa ambao hayaponi, na watu wameandikia watu wakawaambia for them to survive wanahitaji kutembeaga na madawa. Hallelujah. We are serving God. Tunatumikia Mungu ambao anaweza kubadilisha hiyo statement, ambao anaweza kubadilisha hiyo statement. Madaktari walisema, maana tunadili na daktari wa madaktari. Oh, come on, am I talking to someone? We are dealing with the King of Kings, Lord of Lords, who knows your status. Anajua ile hali unapitia, anajua. Bwana Yesu asifiwe. And so I was reminded to pray for men ambao wanapitia hizo hali, and I prayed for them. Hallelujah. Na the more naombea hao watu, the more una transfer zile infirmities ziko kweli, unapeleka kwa wengine. You are not getting what I'm saying. You don't have to pray for your family. You have to intercede for others, so that God may deal with your family. Hallelujah. Unahitaji kuona mama ambao amefukuzwa na mume wake, mama ambao amefukuzwa na mume wake, na ukumbuke hata mimi nimefukuzwa. Una haya ya kutembelea yeye,
uanze kumwambia umeingia kwa klabu yetu. Una haja ya kumwombea na uachane na wewe, and then God is going to restore your husband back. Amen. That is the power of intercessor. Amen. Are you getting what I'm saying? I said that is the power of intercessor. Anasimama kwa nafasi, ndiye hataki kutaja mambo yake. It's our time. Hata ukiwa unatembeaga na mandawa, omba Roho wa Bwana anene na wewe, reveal to you. Kuna baadhi ya wewe wanatembea na mandao. Start interceding for them, and the God of heaven will heal you. Amen. In the name of Jesus. Tuna haja ya kushinda tukiongea mambo yetu. Tuna haja ya kuongea, tusimame kwa nafasi, and we declare ya kwamba hao watu wamechezewa ya kutosha. It's our time to stand and declare in this community, in this area, watu hawataendelea kuibiwa na mapepo na mashetani. Kuna hitaji Daudi mmoja asimame aseme hao watu wamedharauliwa ya kutosha. Can you shout amen? Nasema hao watu wamedharauliwa ya kutosha. The reason why tunatoka nje ni kutangaza ya kwamba watu wamedharauliwa ya kutosha, watu wametukanwa ya kutosha, watu wameitwa majina ya aibu ya kutosha, watu wamepepeshwa maugonjwa ambao hayaponi ya kutosha. It's our high time to start and declare huyu Goliath ambaye ametesa hao Wakristo kwa muda wote. Listen, for 40 days and 40 nights alikuwa anapita anatukana watu, anasema nyinyi wajinga, hakuna mmoja katikati yenu anaweza kuwaokoa, sisi tumetrainiwa. Lakini kukaonekana kijana mmoja ambao jina lake anaitwa Daudi, akatoka na ujasiri, akapalishwa uniform, mavazi ya nguvu, akatembea, akuweza, akasema nitolea ya mavazi, nataka kutembea na Mungu wa Israeli, maana nikitembea na Mungu wa Israeli, Biblia inasema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Alipotembea na hilo jina, alimwangusha Goliath. Hallelujah. It's our high time to forget about Godfathers, to forget about the prominent men, na tutembea na Mungu mkuu ambao akiwa ndani yetu anasema mambo yote yanawezekana kwa yule anaamini. Kuna mmoja anaamini katikati yetu, ndio shout amen. Hallelujah. If you are a believer, unahitaji kusimama na ujasiri na utangaze ya kwamba watu wetu hawatachezewa, watu wetu hawataendelea kuonewa, watu wetu, familia yetu haitaendelea kuitwa majina mabaya ya aibu, nikiwa anayemwona geni. Bwana asifiwe. Mambo ya kusema nimeokoka na mambo yanaendelea kuharibika kweli ikome. Amen. Sema amen. Amen. Wale wamesema amen na nyinyi? Amen. Hallelujah. Amen. Watu wa kusema hii ni kawaida. Ukiona kijana ameanza kuwa na kichwa ngumu, unasema ni kawaida. Chokeshwa na hiyo hali. Praise the name of the Lord. Amen. Mume wake akichukuliwa na ndogondogo, unatafuta yule mwingine wake alichukuliwa, mnaanza kuwa marafiki. Nataka nitangaze hivi, kunahitajika mtu asimame kwa nafasi. Nasema Waisraeli wamechezewa ya kutosha. Haleluya. Mimi nitajitoa na sitaki mafasi leo. Nataka kutoka na Mungu wa Israeli. Soma namba 4.
Mstari wa 4 unasema nini? Mnaangalia huyu mtu vile alikuwa mkubwa, mnamwona mzuri, alikuwa anaitwa champion. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa nguvu, watu wakipita wanasema champion. Oh, glory to God. Watu wanamuita majina ya nguvu. Kila mtu akitembea anajua I'm secure where I am because champion. Are you getting what I'm saying? Wa pleased, hawakuwa na shida, walikuwa wanajua wako na champion. Hallelujah. Walikuwa wanajua wako na champion. The reason why we preach, hakuna mtu anataka kusikiliza. They know wako na champion wao. They know wako na champion. That's the reason why ukiwaambia toa kofia, tunataka kuomba, mtu anawekelea juu, maana wako na champion wao. Bwana asifiwe. Are you aware wewe ni Daudi? Amen. Hallelujah. Are you aware wewe haujulikani? Amen. And because you are not known, unapotoka nje hakuna mtu anastuka. Amen. Hallelujah. Amen. Na kwa sababu hakuna mtu anastuka, we are going to kill him. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Nimesikia amen kama tatu. Nasema we are going to deal with him. Amen. Are you hearing what I'm saying? Yes. Why? Because nobody who recognizes us, nobody who knows you. Hata ukisema Bwana Yesu anamelemeta, wanasema we know them. Useless. Hallelujah. Hakuna mtu hapa anaweza. Bwana asifiwe. They prepare themselves. Wanaposikia a big crusade from our fathers of this nation, inaleta ndio majini na watawala wote wanakuwa tayari. Tukitoka hakuna mtu anakuanga tayari, maana wanajua kale. Lakini ujui, the more tunakaa ndani, the more tunatrainiwa, the more tunakaa kwa maombi, the more tunalalua simba na mikono yetu, the more tunakaa ndani, the more tunazuia kondoo wa baba wakichukuliwa na wanyama. That preparation is enough. Hallelujah. And now I pray that mtu atoke na that revelation ya kwamba nobody who cares about us, nobody who knows whether we are or we are not. Bwana asifiwe. Sisi hata tujulikane, na watu ndio Mungu anatumia. Glory to God. Nasema God uses overlooked those who are not known, those who are not known. Hata wakitembea, mwanaume anaendelea na kutembea polepole, anasema kale kamutu ndio mumetuma kwangu, kale kamutu ndio mumetuma kwangu. Lakini hakujua siri moja ya kwamba huyu unaita kamutu ako na plus Jesus. Nasema huyu unaita kamutu ako na plus Jesus. Au unawaona wako na nguvu, ni wanaume hawana Jesus, wanatumia ujuzi wao, wanatumia nguvu zao, wanatumia upanga. Lakini huyu hata atembei na upanga. Praise the name of the Lord. Anatembea na mawe 5. Hallelujah.
Yaani mtu ako na pisto na unatembea na mawe, nani anakujua? In fact hata sina haya ya kutoa pisto. I know hawatoi, najua hawatoi, lakini watakuja chini. This locality, this area lazima kujulikana. Kuna kakijana kalikaa msituni kwa siku kadhaa kakilisha kondoo za baba yake, akakuwa kanajani, kalikuwa kanalisha. Siku moja kakaingia nyumbani, kakatuma na baba kuangalia mandugu zake, lakini kalipoingia kakatambua ya kwamba hao watu wamedharauliwa ya kutosha. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaingiwa na hiyo kitu, siingie kabisa in Jesus name. Nasema hiyo kitu ingie. Tumedharauliwa ya kutosha. Angalia mtu mwambie enough is enough. Hatustahili kudharauliwa in our families. Tukose amani kwa familia zetu. Hebu imagine wale watu wanakuja kuomba, hawajakuwa intercessors, wanaendelea kuombea mashida yao until the time Mungu alisema hivi, unless upandishe hiyo maombi na uanze kuintercede for others, sitashughulikia hayo mambo. Na ndio sababu tunangipa tukisema Mungu ajibu maombi. Hey, preach to somebody, mwambie Mungu anajibu maombi. James anasema hivi, hatupati kwa sababu tunaomba vibaya, hatujibiwi kwa sababu tunaomba. Come on, tunaomba kwa matakwa yetu sisi wenyewe. Kile tunatafuta ni kusema when I was praying God did ABCD. Tunatafuta kuitwa majina makubwa kama Elia alipokuwa anatembea, and the firstborn from my father. Mimi ndio kijana mkubwa kwa jamii na mimi ndio natumika. Akaangalia ndugu yake lastborn, akasema wewe ninakujua, wewe ni mjuaji, wewe ni kimbelembele, ati unasema unadili na mwanaume. Sisi tulikuwa hapa na tulikuwa tunaangalia na macho akitukana watu. Are you getting what I'm saying? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Inua mkono useme watu wetu hawatatukana tena. Hatutaibiwa waume zetu na tunyamaze tukisema ni kawaida ya wanaume. Come on. Na Nikoli yale anapita tu anatuambia ni kawaida. Kila siku I'm gonna abuse you. Nikipita mwelewe nimepita, na lazima ninene machafu kuhusu nyinyi. I want to provoke you, tuweze kuelewa tuko mahala ambapo hapastahili, tunastahili kuingia kwa nafasi zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. It's the right time to preach to them because they don't recognize us. Hallelujah. Na siri ni hii, pata hii message. Siri ni hii, because they don't recognize you, you are going to deal with them. Amen. Hallelujah. Amen. Maana wakujui na wanajua kale kamama kanaombana. Hallelujah. Hallelujah. Na kanaenda kulala. Because they don't recognize you, God is going to use you. Amen. Hallelujah. Amen. And you deal with Goliath of this community. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaelewa tuko wapi? We're going to deal with Goliath of this community. Hatutamruhusu aendelee na kutesa watu wa Mungu. Hallelujah.
I said fortnights and 4 days. Mtu akipita tu akitukana mwali, anasema we na Mungu wako ni nini? Tangu useme umeokoka, nini ilibadilika? Alafu anaenda analala, the following day anasema tangu okoke msango, nini ilibadilika? Mbure. Alafu unaenda kulala ukiwa tu umetulia, ambia mtu hakuna kulala. Hallelujah. We gotta think and we rethink. Yaani ufikirie na ujirudie, ufikirie zaidi. Bwana asifiwe. Useme hao watu wetu hawatachezewa, familia yangu haitachezewa. Come on, am I talking to someone? Familia yangu haitachezewa na sitanyamaza kwa vinyeleo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na nani? Kuna mtu nyumba yake anakaa chemist na bado analala mzuri na anaamuka. It's a right time to change hizo vitu. Are you hearing what I'm saying? Kuna mtu anajua mwezi ukiisha bila kwenda hospitali, sijui nini. Hallelujah. Umewahi tembea na gari mzee? Gari mzee ni fani na train wapi? Mpaka ukiendesha hii, ukimaliza tu bila kwenda garage, unaenda mbuni. Maana unaona ni kama hii gari imeharibika sana. Mpaka makanika anakuambia hakuna kitu mbaya, maana wao umezoea kuendanga huko. Praise the name of the Lord. Hatutadharauliwa. Nani ako hiyo level niko sasa? Lift up your hand if you are together. Hallelujah. Nasema hatutadharauliwa. Enough is enough. Wametukana watu wetu, wametuita majina ya aibu. Na this community, nani amesema amen? Men and the women lazima wajue kuna Mungu, kuna Daudi ambaye yulikana. Bwana asifiwe. Tutaachia hapa. Tutaachia hapa. Lakini pata hii point. Every giant inaweza anguka. Every stronghold in a certain community inaweza kusubmit na salute to the authority of our Father. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mambo ya Goliath. Anaapia to us, anasema I am unshakable. Anapitia kwako, anasema I am unshakable. Lakini Daudi akiingia, is going to shake Goliath. Sema I am David. Na mtu anaelewa? Ongea na ujasiri. Sema mimi ni Daudi. Tumedharauliwa, including my other brothers, including my dad. Hallelujah. Because they don't recognize me. Hallelujah. Na hakuna siku utajulikana until you come out. Amen. You prove yourself to be a man. Right? Hallelujah. Utokeze. Mwendo utokeze. Useme nimetokeze. Lakini what? In fact, hakuna mtu anaenda city for me. Because they know nina wao. Hallelujah. Amen. When all men and the women are not on your side, God is on your side. God is on your side. Are you here? Hakuna mtu, including my other brother, ananiita mjuaji.
Unatokezea hivi, unaenda kufanya vituko zako. Sasa kijana wewe, tutakusika. Kijana wewe, tutakusika. Bwana asifiwe. Niko hapa nitangaze hivi, wale ambao wamedharauliwa, wale ambao hawana majina wataenda kuwa na majina. In the name of Jesus. Can you receive hiyo in Jesus name? Nasema wale hawana majina wataenda kupata majina. Hallelujah. Those who are not known, God is going to introduce them to men. Amen. Kuna mtu akusikia? Nasema wale hawajulikani, Mungu ataenda kuintroduce wewe kwa watu. Amen. Oh, good news. Huyu kijana ni wa nani? Baada ya Goliath kuwekwa ndani, niliwaambia msome 1 Samuel from 1 to the last. Wacha kuniangalia hivi. Huyu kijana ni wa nani? Hallelujah. Huyu kijana ni wa nani? Wanastuka. Mfalme anauliza huyu kijana ni wa nani? Maana hatujui alitoka wapi, na yeye atembei na silaha, anatembea na Jesus. Amen. Hallelujah. Angalia mtu mwambie tembea na Jesus. And we are going to change everything. We are going to turn everything upside down. In the name of Jesus. Unapotembea na Jesus, vitu lazima zibadilike. You don't have to worry. Unahitaji kutembea tu na Mungu. Hallelujah. Hauhitaji kutembea na ujuzi wa wanadamu. Usitembee na nguo zao, usitembee na mavazi yao. Hallelujah. Usikubali kupandishwa mavazi yao ya undini. Tembea na Jesus. Yesu anasema nini? Anatafuta wale wanamwabudu ndani ya roho na ndani ya kweli. God anatafuta hao. Atafuti wale wanatembea na nguo ndefu. Come on. Come on. Atafuti wale wanatembea na white gold, mavazi meupe. Mtu anakuja nayo kanisani, anasema because this is only. Mungu atafuti hizo vitu, anatafuta true worshipers. Na wakitembea mahali, lazima Mungu ajidhihirishe. Anasema anatafuta the humble and the men who have contrite spirit, wanyenyekevu na wale ambao wako na mioyo imepondeka. Hao ndio anatafuta, hao ndio anataka kutembea nao. Hataki kutembea na watu wenye kiburi. Praise the name of the Lord. Tunaona Elia na brothers wake wakitembea na kiburi, lakini hawakumweza Goliath. Religion haitapandilisha eneo hili. Eneo hili itapandilishwa na ukweli. Amen. Amen. Glory to God. Nani tuko pamoja? Lazima tupandilishe this community. In Jesus name. Simama kwa miguu yako. Galia mtu mwambie read from verse 1 to last verse. Utapata hiyo message yote kwa hapo. Praise the name of the Lord. Every giant gonna fail in Jesus name. In this community. But we need men and the women who are united na Mungu peke yake. Watu ambao hawana magodifa lakini wako na Mungu. Nani anapata message? Tunahitaji mtu ambao umeungana tu na Mungu. Wakiwa ngapi? Wawili. Na anatembea akisema
Wewe unakuja kwangu na mkuki na upanga, lakini naja kwako wewe kwa jina la Mungu wa Israeli ambao ulimdharau 40 days and 40 nights. Hallelujah. Lift up your hands. Lift up your hands. God, minister to men. I pray this message to go home. I pray this message to change someone. I pray this message, dear Lord, to position somebody to become intercessor, somebody to occupy his or her position in the name of Jesus. Tumedharauliwa in our families, tumedharauliwa kama wapendwa wa ndugu ambao wameokoka. Ni wakati wa kusimama kwa nafasi yetu ya kutangaza kwamba Waisraeli wamedharauliwa ya kutosha. Unahitajika mtu anaitwa Daudi, mtu ambao atembei na nguvu za mwanaume, anatembea na nguvu za Mungu, mtu ambao atembei na ujuzi wa mwanadamu, anatembea na ujuzi wa Jehova. Anasimama na kutangaza, sikuji kwako na nguvu zangu, sikuji kwako na ujuzi wangu, lakini naja kwako na Mungu wa Israeli ambao umemdharau. Na baada ya kutupa mawe ya kwanza, Daudi akamalizana na mambo ya Goliathi. Goliathi akamalizwa na mawe ya kwanza. I declare in Jesus name, mtu ambaye anatembea na Mungu, unaponena neno la kwanza, ikakate wajuaji, ikakate wale wanadharau neno la Mungu, ikakate wachawi, iangushe wachawi, wale wanakataa, wale wanadharau neno la Mungu. Mawe ya kwanza ikabadilishe Waisraeli waanze kufurahia, Waisraeli watembee wakijua ya kwamba sisi hatukuwa na mtu ambao anaweza kudili na Goliath, lakini Daudi alipoingia na Mungu wa Israeli akabadilisha hali. We're gonna change this community, we're gonna change this locality. Unapotembea na Mungu wa Israeli, glory to God. Inua mikono yako, tangaza, hatutadharauliwa. Familia zetu haitadharauliwa, waume zetu hawatadharauliwa, watoto wetu hawatadharauliwa. Tutatembea na Mungu wa Israeli na tutamalizana na Goliathi ambaye amesimama mbele yetu, in the name of Jesus. Utalababozika liatalababo liatoloboshetelelea liakatalababo utalababozika chronic diseases, magonjwa ambayo yana dawa, magonjwa ambayo yana dawa. I declare in the mighty name of Jesus, hautatawala hao Waisraeli ambao wako mahali hapa, hao wapendwa ambao wameokoka. Wewe ugonjwa ambao madaktari walisema hayatapona, ninakutangazia paka your things now, live our lives. Mbele yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tutaabudu Mungu wa Israeli, hatutaabudu maugonjwa, hatutaabudu maradhi, tutaabudu Mungu wa Israeli. Declare, fungua kinywa chako, paka maneno hewani, tangaza ya kwamba hautauawa na ugonjwa ambao una tiba.
baba yako atauawa, mama yako atakufa kwa sababu ya ugonjwa. Madaktari walisema hayana tiba. Tangaza kila ugonjwa ambao una jina, kuna jina ambaye ameinuliwa juu ya majina yote, jina la Yesu. Na Biblia inasema at the mention of the name every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is the Lord.